Hii ni simulizi ya Patrice Lumumba, mwanamapinduzi, shujaa wa Kongo, waziri mkuu mdogo zaidi akiwa na miaka 34 tu. Patrice Lumumba aliuawa kikatili kisha kuyeyushwa kwenye tindikali. Lakini mifupa na meno vilinusurika, na walipomaliza kumyeyusha, kamishna wa polisi wa Ubelgiji huko Katanga, Gerald Soete, na kaka yake Michael walimwaga sehemu zilizobaki kwa petroli na kuzichoma moto. Lumumba alizaliwa mwaka 1925 kutoka kwa wazazi wakulima wa Kikatoliki wasiojua kusoma wala kuandika. Baada ya miaka 75 ya kukalia kwa mabavu, mkakati wa Ubelgiji kwa uhuru wa Kongo ulikuwa kuachia udhibiti wa mambo yasiyokuwa na umuhimu, huku ikiendelea kudhibiti huduma muhimu kama vile jeshi, sera za kiuchumi na za kigeni. Mwaka 1960, MNC, chama cha Lumumba, kilishinda uchaguzi baada ya kuongoza harakati za kugombea uhuru toka kwa utawala wa kikoloni wa Ubelgiji. Lumumba alikuwa maarufu sana, akawa msemaji wa watu, akaungwa mkono kote nchini DRC. Akawa waziri mkuu, lakini furaha haikudumu. Juni mwaka 1960, wakati wa kukabidhi madaraka, mfalme Badois wa Ubelgiji alisifu utawala wa kikoloni na kusema kuhusu babu yake Leopold wa pili kama mstaarabu na kiongozi mzuri. Hakutaja mamilioni ya watu waliokufa au kutendewa unyama chini ya utawala wake wakati akitawala kile kilichojulikana kama jimbo huru la Kongo kama mali yake binafsi. Lumumba hakunyamaza. Katika hotuba ya uhuru, Lumumba aliwakosoa Belgiji hadharani. Alisema ukweli, hakunyenyekea. Hapo ndipo alipoanza kuandamwa. Mauaji yake mwaka uliofuata pia yalifungamanishwa na vita baridi na hamu ya Ubelgiji ya kudumisha udhibiti. Safari ya Lumumba kutoka kuwa waziri mkuu hadi mauaji yake ilichukua chini ya miezi 7. Katika barua yake ya mwisho kwa mke wake, Lumumba aliandika: mashambulio ya kikatili, unyanyasaji wa kikatili, wala mateso hayajawahi kunifanya niombe rehema, kwani napendelea kufa nikiwa nimeinua kichwa changu, imani isiyotikisika na tumaini kuu zaidi katika hatima ya nchi yangu, kuliko kuishi katika utumwa na kudharau kanuni takatifu. Pia alisema kwamba historia katika siku zijazo itahukumu kwa niaba yake.